kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni miaka 42 tangu kufariki kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania hayati Edward Moringe Sokoine. Wa Tanzania wameendelea kukumbushwa umuhimu wa uongozi wa uadilifu na uwajibikaji. Chama cha wazee wanaume Tanzania wakimzungumzia kiongozi huyo wamesema hayati Edward Sokoine atakumbukwa kwa msimamo wake thabiti dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi, jambo ambalo pia alijizolea heshima kwa kusimamia sera ya kilimo cha kufa na kupona. Huyu ni mzalendo wa kweli. Kwa hivyo tunapomkumbuka alipopambana na wahujumu uchumi kipindi hicho, watu wengi walitaharuki sana, hasa kwenye miji mikubwa ikiwemo Arusha. Baadhi ya wahujumu uchumi wengi walikimbia hata nchi za nje. Alikuwa mstari wa mbele Kagera kuhamasisha Watanzania tusirudi nyuma, tusonge mbele mpaka tumng'oe Idi Amin. Watu kama hawa ambayo walikuwa wanatenda mambo mazuri katika Tanzania yetu wakumbukwe kila inapofika tarehe yao, na watoto wake na vijana wake kina mama wamkumbuke baba yao kwa mazuri baba yao aliyekuwa amefanyia taifa letu hili la Tanzania, kumbukizi yake. Mmoja wa wananchi wa Arusha, Claudi Gwandu, amesema hayati Edward Sokoine atakumbukwa kwa uzalendo kwa nchi yake. Kwa kweli kizazi cha leo, viongozi wa leo wanapaswa kujipima zaidi kwa Sokoine. Wanapaswa kuelewa kwamba kila mtu ana nafasi yake katika kujenga nchi. Sio? Kwa hiyo kila wakati lazima tukumbuke maslahi ya nchi kwanza. Kitu ambacho Sokoine alikuwa anaongoza katika hilo. Hata hivyo, wananchi hao wameipongeza familia ya hayati Edward Sokoine kwa kuendelea kumuenzi kiongozi huyo kila ifikapo Aprili 12, ambapo mwaka huu familia imeandaa misa maalumu ya kumbukizi ya kiongozi huyo itakayofanyika Aprili 12 katika eneo la Monduli Juu mkoani Arusha. Hayati Edward Sokoine alifariki dunia Aprili 12 mwaka 1984 kufuatia ajali ya gari iliyotokea Dumila mkoani Morogoro. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo.